Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Okay, hii ni after church session na TAG Online TV. Bana, ilikuwa ni safari ndefu sana, na katika kuzunguka, katika kutembea, leo tuko kanisa la TAG Revival Christian Center. Hivi hapa ni wapi? Galapo. Hapa ni Galapo. Na tumekutana na vijana kama jinsi ilivyo kawaida yetu. Tunazungumza kukutana na vijana, tunatembea tuongee na vijana. Sisi vijana tunasema sisi ndio kanisa la leo na sisi ndio kanisa la kesho. Kama ambavyo tumekuwa tukisema, askofu wetu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God anaitwa nani? Barnabas mtoka mbali. Alisema kanisa anawapa vijana na vijana ndio, sema ndio mimi. Alafu unajigusa kidogo, sema kijana ndio mimi. Kwa hiyo kijana, huwezi kupewa kanisa kama hauna ufahamu wa maneno ya Mungu. Leo katika kanisa la TAG Revival Christian Center kwa mchungaji Konki tumejifunza kwa habari ya neno, na kichwa cha somo kimeenda kwa yote yawezekana kwake aaminie. Yote yawezekana kwake aaminie. Ukimwamini Yesu Kristo inawezekana. Alafu tukasoma andiko gani la kwanza? Mathayo 19:26. Mathayo 19:26. Kwa hiyo katika yote yawezekana kwake yeye aaminie. Jambo gani linakusumbua kwenye maisha yako? Labda vikwazo tunavyokutana navyo kwenye maisha. Kwa mfano ukatishwa tamaa. Lakini kutokana na neno lililozungumzwa, yote yawezekana kwake aaminie. Kwa hiyo kupitia siku ya leo na neno lililosomwa na kichwa hicho, hakuna jambo ambalo litatusumbua ambalo haliwezekani kwa Mungu. Yote yawezekana kwake aaminie. Yote yawezekana kwake aaminie. Wewe ni kijana. Ndio. Umekutana na jambo la kukata tamaa. Umefundishwa kwa habari ya yote yawezekana kwake aaminie. Utafanyaje utoke kwenye kukata tamaa? Nitamtanguliza Mungu katika maisha yangu. Unamtangulizaje? Kwa kutokatisha tamaa. Sitakata tamaa katika maisha yangu. Nitamtanguliza Mungu katika maisha yangu. Lakini pia neno la leo linatufanya sisi vijana tusikate tamaa, kwa sababu tumemwamini Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yetu. Na aliyemwamini Yesu katika maisha yake lazima amtii. Asante. Katika neno la leo, wakati mchungaji anahubiri, alitoa ushuhuda. Nishuhudie ushuhuda wangu kwa kifupi. Nilipata ajali. Baada ya kupata ajali nikatibiwa. Nimetibiwa, nikafikiri labda tatizo limeisha, nikaenda Dareda kuchekiwa. Nilipofika Dareda, nikaambia mguu wako hakuna dalili, hata dalili, acha kuunga, hata dalili hamna ya kuunga, hata dalili tu hamna. Hali ni mbaya, mguu ulikuwa unaning'inia namna hii. Akatoa ushuhuda ambao ni halisi. Katika ushuhuda ule kuna hatua kama mbili ambazo zilifanyika mpaka muujiza ukatokea. Kwanza aliamini kwamba atapona. Alafu pili akafanya nini? Alimuomba Mungu, alafu akaamini Mungu atamponya, na alivyoenda hospitali aligawa mpaka zile pesa zake alizokuwa ameendea za matibabu. Ile hela nilionayo kidogo nikamgawia. Nikaanza kugawa hela nilionayo. Maana mimi mzima. Wazo lilinijia waliponiambia haiwezekani, hata operation haiwezekani. Tukikufanyia operation ndio kabisa huwezi kutembea. Utakuwa mfupi. Wewe magongo maisha yako yote. Lakini ikanijia wazo, Lazaro alikufa, sio mguu ulivunjika, alikufa, sio kufa tu kaoza. Na akawa amezikwa. Yesu alimtoa kaburini. Nikasema huyu Yesu mtamwamini ndio Yesu wangu, mwenye nguvu, asiyeshindwa na jambo lolote. Nikatoka pale na imani. Katika eneo la kupata muujiza, kuna mambo kama haya lazima yafanyike. Kwanza unaamini. Mchungaji aliamini, alafu
akachukua hatua ya kutupa magongo, ili kijana uweze kutoka kwenye jambo ambalo linakusikitisha, linakuumiza. Umemwamini Mungu, hatua ya pili unafanya nini? Namshukuru Mungu. Unachukua hatua. Unafanya nini? Nachukua hatua. Kushukuru kunakuja baada ya kuchukua nini? Hatua. Tunaendelea. Yote yawezekana kwake yeye aaminie. Maeneo ambayo yanatusumbua vijana, eneo mojawapo ni eneo la kiuchumi, lakini neno linatuambia kwamba yote yawezekana. Hayajatajwa yote yaliyo ulimwenguni yanawezekana, yote yanawezekana kwake yeye. Naichukua imani ya kumwamini Mungu. Naitumia vipi eneo la kiuchumi? Imani katika eneo la kiuchumi ni kuamini tu. Imani ni kuamini, kumwamini Mungu, alafu kwenda kuchukua hatua ya wajibu wako, kwa maana ya kuwajibika bila kuchoka, na Mungu atakusaidia katika kupambana kwako. Nachukua imani, nachukua hatua ya kuwajibika bila. Kuna watu wamekaa nyuma, nitakuja na nitapita katikati yenu kama Yesu alivyopita, na mimi nimepita, niko katikati yenu. Yaani hakuna ambaye nitamwacha. Kwa hiyo bado tumeendelea kujifunza kwa habari ya yote yawezekana kwake afanye nini? Aaminie. Kijana, unaamini nini? Kijana, kipi ambacho kina usumbua moyo wako? Leo tumefundishwa kwa habari ya kufanya nini? Bado niko pale pale. Eneo lingine ambalo linatusumbua vijana ni kutojiamini. Nafanyaje nijiamini? Kwa kuzingatia neno la leo. Ukisha kuwa na neno la Mungu ndani mwako, kuna mahali Biblia inasema mwenye haki ni jasiri kama simba. Kwa hiyo ukiwa mwenye haki, kwa maana ya kuishi maisha matakatifu, lazima utajiamini katika kila eneo. Utajiamini katika kila eneo. Tumefundishwa yote yawezekana kwake yeye aaminie. Kwanza mchungaji mtuambie tusiogope kwa yale mambo ambayo tunapitia kwenye maisha yetu, tusiogope, maana Mungu wetu ndiye anayeweza. Bado tuko kwenye yote yawezekana kwake afanye nini? Aamini. Tumesoma mstari gani mwingine? Yeremia 32:16. Yeremia 32:16. Yeremia 32:17. Kisha soma mstari wa 17 unakwenda mstari wa 26 na wa 27. Kitabu cha mwisho kwa ni Luka ngapi? Luka 1:37. Luka 1:37 itakuwa andiko letu la mwisho kwa leo. Luka 1:37. Haleluya. Bado tuko kwenye yote yawezekana kwake yeye aamini. Kwake yeye aamini. Umekutana kijana amekata tamaa, unamsaidiaje? Jambo la kwanza nitamshauri kwanza muamini Mungu. Akishamwamini pia alisome neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu lina maelekezo ya nini afanye juu ya jambo hilo linalomkatisha tamaa. Kwa hiyo nitamuelekeza alisome neno. Akishamwamini Mungu, kwa sababu ameshamwamini, atalisoma neno. Kupitia neno lile atapata uhuisho mpya juu ya lile jambo ambalo linamkabili na atachukua hatua. Mtu achukue hatua gani ziweze kumpeleka kwenye imani? Natakiwa aende kwanza kanisani. Ndio. Alafu amwombe Mwenyezi Mungu amsaidie. Ndio. Mwenyekiti, mtu achukue hatua gani ziweze kumpeleka kwenye imani? Hatua za kumpeleka mtu kwenye imani ziko nyingi. Ndio. Kuna kama moja uliosema hapa mbele, mifano hai. Kwa mfano kama mfano aliozungumza mchungaji, kwanza alifika mahali akakatishwa tamaa na wanadamu na akaambia kitu haiwezekani, lakini imani yake sasa ikampeleka sasa aende mbele za Mungu, kwamba wanadamu wanasema hivi, lakini je, Mungu anasema nini? Na Mungu pamoja na kuwa anasema yote yawezekana, lakini bado anataka mtu achukue hatua ya imani, kwa maana ya kuomba. Kwa hiyo unapoomba ndio inatokea. Imani ni nini? Ni kuamini kitu ambacho hakionekani. Mstari ambao unazungumza imani kwenye maandiko unasemaje? Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Uamsho agenda yetu, nguvu zaidi. Uamsho agenda yetu, nguvu zaidi. Hii ni TAG Online TV na hapa ni Galapo TAG Revival Christian Center. Tumekutana na vijana na tumezungumza kwa habari, tumefundishwa yote yawezekana
kwake yeye aaminie. Sisi kama vijana, kazi yetu ni kulichukua neno na kuliweka kwenye matendo, ili baadaye tuone matokeo ya hilo neno, kwa sababu sehemu pekee ambayo tunayamini ni kwa Mungu. Kama kijana, chukua hatua ya kujifunza nini? Ongeza makofi kwa Yesu.